ni uboreshaji wa miundombinu katika maeneo yetu, lakini kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya ufuatiliaji na tathmini ya hii miradi ambayo ipo chini ya TACTIC. Lakini pia kuwepo wa uwazi. Tutaona tu inapoanzia, lakini hatuoni inapoishia ni wapi. Nikideclare interest kwenye kata yangu, ninao mradi wa mtaro pale ambao umeanza mwaka 2023, lakini umeendelea kufanya extension zaidi ya mara 3, ambapo itakiwa uishe mwaka huu mwezi wa pili, lakini bado unaendelea, lakini hatuoni unaenda kuisha lini. Hii ni kwamba ule mradi unajengwa chini ya kiwango, hauzingatii viwango kabisa. Hata changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza wakati wa mvua ni kwa sababu ya kutozingatia viwango. Tatizo kubwa la mitaro ya maji, tumewasiliana na ndugu hawa TARURA kwa sababu ya tatizo hili, ili waje wakague katika prosesi ya maendeleo, waweze kurekebisha popote tunapowaambia kwamba hapa pana shida. Wananchi wamekuwa wanapata tabu, mvua zikinyesha maji yanarudi yanaingia ndani. Kwa hiyo kuna hata baada ya kuishukuru sana serikali, tena wanaanza kuilaumu. Mimi nilifikiri kwenye kipengele cha ujenzi wa mitaro kwenye bullet ya 6 ile wamesema jinsi walivyokamilisha pale, lakini bullet ile ya 6 ujenzi wa mitaro ya maji ya mvua kwa hakika haijazingatia viwango vinavyostahili, na imekuwa tena ni kero. Serikali inaanza kulaumiwa kwa sababu tu ya kiburi cha wale watengenezaji wa ile. Tunaomba ufuatiliaji katika hilo. Kwenye kuhusu ubora mtaro una ubora, isipokuwa tu nafikiri tulipata changamoto wakati wa mafuriko, kwa maji mengi kutoka kwenye barabara inajoga ya njia 4 yakaingia kwenye mtaro ule kuzidi uwezo wake. Mwisho wa siku kuna baadhi ya maeneo yakawa na bomoka kwa sababu ya mtaro unazidiwa na maji ambayo yalikuwa yanafika kutoka kwenye barabara ya njia 4. Ndio maana nasema kuna huko shida, lakini mtaro kwenye kiwango kinachotakiwa na ulibomoka kwa sababu maji ilikuwa ni mengi sana kuliko uwezo wake, ambayo hata kwa sehemu nyingine ambayo ilikuwa plan. Kwa hiyo mimi na kwamba kuna sehemu zilipata shida, mkandarasi ameendelea kurekebisha kuweka sawa, na mwisho hapa diwani tumeenda mara kadhaa pale, na kwa baadhi kama claim tuifanye marekebisho. Pili, naomba usimamizi wa miradi uwe wa karibu, kwa sababu kama miradi tutakuwa tunatumia fedha ya serikali tunaitengeneza, alafu mvua moja inakuja kuharibika, lazima wananchi wataona kwamba fedha imetumika isivyokuwa halali na hatujapata value for money. Kwa hiyo tunakuomba uwe karibu na watu wako, kuhakikisha miradi yote mnaisimamia kwa karibu na kuhakikisha kwamba miradi inafanyika kwa usahihi ambao unatakiwa, na usio na urafiki na consultant, kwa sababu ukiwa na urafiki na consultant hata simamia miradi vizuri. Wewe ndio mwenye mradi, kwa hiyo simamia mradi kwa kwamba kama unajenga nyumba yako utaisimamia kwa ukadi, kwa fundi. Kwa hiyo na hiyo miradi kaisimamia, fedha za serikali zinauma pale ambapo wananchi wana fedha zinaharibika.